wiki mbili zilizopita tulikuwa tukitafsiri suratul Fatiha, na wiki iliyopita tukaingia katika suratul Nas na suratul Falaq, lakini kwa sababu ya muda hatukuweza kumalizia suratul Falaq, bali tulitafsiri suratul Nas peke yake. Kwa hiyo inshallah leo tutaingia katika suratul Falaq, tutatafsiri suratul Falaq na suratul Ikhlas ambazo kwamba zinazofuatana. Suratul Nas ni sura ya 114 katika juzuu ya 30, juzuu ya mwisho. Tulisema tutaanzia juzuu ya 30 kurudi mpaka juzuu ya kwanza, na suratul Falaq kwa sababu ndio ambayo kwamba inayofuata suratul Nas, ingawaje ziliteremka pamoja. Suratul Falaq ni sura ya 113. Kwa hiyo leo tunakwenda kutafsiri sura ya 113 na sura ya 112 ambayo kwamba ni suratul Ikhlas. Ningeomba Sheikh Muhammad Jogi utakuja tusomee hizi sura mbili. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Rasul sallallahu alayhi wasallam kipindi fulani alimwambia sahaba wake ambaye kwamba anaitwa Abdullah ibn Mas'ud, iqra alayya alquran, hebu nisomee Qur'an. Akawa Abdullah ibn Mas'ud na sita, anashindwa, vipi, kaifa aqra laka alquran wa ilayka unzil, vipi nitakusomea Qur'ani na wewe ndo Qur'ani inateremka kwako mtume. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب أن أسمع من غيري. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Abdullah ibn Mas'ud ya kwamba ana uhibbu an asma' min ghairi, mimi napenda nikae nisikize Qur'ani kutoka kwa mwingine ngawaje imeteremka kwangu. Sura hii suratul Falaq ni sura ambayo kwamba iliyoteremka Makka, katika mji wa Makka, na ni sura ambayo kwamba ina aya 5. Aya ya kwanza kama alivyotusomea Sheikh wetu Muhammad Jogi ndio hiyo, qul a'udhu birabbil falaq. Amara Allah rasulahu sallallahu alayhi wasallam an yata'awadha birabbil falaq. Hii ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anamwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam aombe hifadhi, ajilinde kwa nani? Birabbil falaq, kwa Mola wa Falaq. Wana wazuoni wamekwenda kukhtilafiana nini hasa maana ya kalima al-falaq. Qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatada wa Ibn Zaid. Wanawazuoni kama hawa Ibn Abbas, al-Imam al-Mujahid, Qatada wa Ibn Zaid wanasema huwa subhun nahari, falaq ni usubuhi ya mchana, usubuhi ya kuingia mchana. Waqala Sa'id ibn Jubair, na mwanazuoni Sa'id ibn Jubair anasema huwa jahannam,
hiyo ni jahannam, ni moto. Al-falaq bimaana jahannam, moto wa jahannam. Waqala al-Hasan wa Qatada al-falaq huwa as-subh, wakasema al-Hasan, al-Imam Hasan na Qatada ya kwamba al-falaq huwa as-subh, ni asubuhi au alfajiri. Kwa hiyo al-asli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwamrisha mtume wake Mwenyezi Mungu ya kwamba ajilinde kutokana na kitu gani? Min sharri ma khalaq. Aya inayofuata au aya ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema min sharri ma khalaq. Huyu bwana mtume achukue ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutokana na viumbe ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu ameviumba. Ai min sharri jami'il makhluqati, naambia taka hifadhi, taka ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutokana na kitu gani? Kutokana na jami'il makhluqati, kutokana na viumbe vyote ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviumba. Min insin wa jinnin, hivi viumbe tunapata miongoni mwa viumbe hivi vya Allah ni wanadamu na majini. Wanadamu wana shari zao, majini wana shari zao. Mara nyingine mwanadamu huenda tu ile kukutana mara ya kwanza, basi akawa atakuchukia. Wenyewe wanasema damu yake ikafanya nini? Ikakataa kukubaliana na yako. Ndivyo ambavyo kwamba tunasema damu yangu bwana haikubaliani na damu ya mtu fulani. Lakini mara ya kwanza mmekutana, hamujuani, bila sababu yoyote ukapata mtu anakuchukia na kufanyia vitimbi. Ndivyo alivyo wanadamu. Ukapata mtu anakufanyia vitimbi na kufanyia maudhi, unaona, na hali kama hizi. Na majini pia vile vile, kunao majini bila sababu yoyote utakutana naye akakuchukia na akakudhuru mara nyingine, au akataka kukudhuru. Lakini mara nyingine ikawa sababu zinapatikana, lakini zile sababu si za kimsingi. Yule jini wewe humuoni, umechukua maji unakwenda kuyamwaya. Ndio maana tukafundishwa kabla hujamwaya maji watakiwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kapiga bismillah kisha ukayamwaya yale maji. Lakini mara nyingine ikiwa hata si jini, mwanadamu tuweza kuwa wapita mtu yuko juu ya gorofa akakurushia maji. Shaona? Kakurushia tu maji. Au mara nyingine wapita mtu ametoka na maji yake akarusha. Ima maji yenyewe yakupate au zile chemichemi, zile yale matone ya kupate. Shaona? Sasa yule jini mara nyingine huwa mtu yuamwaya maji akamwaia. Wewe hukumuona, hujui kama kuna kiumbe pale, lakini yeye hatataka kujua kwamba wewe umefanya bahati mbaya. Yeye pale atataka kukudhuru. Na ndio maana wengi katika watu anaposomewa ruqya unasikia anasema, jini anasema kwamba huyu alinikosea, ima alinikanyaga au alinitemea mate au alinirushia maji. Ushaona? Na sababu nyingine kama hizi. Ushaona? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atake hifadhi, aombe ulinzi kwa Mwenyezi Mungu, bi rabbil falaq, kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni Mola wa wakati wa alfajiri, kama walivyosema Ibn Abbas na wanazuoni wengine, kutokana na shari za viumbe. Hao viumbe wana shari zao. Wanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ardh. Kama si Mwenyezi Mungu kulinda baadhi ya watu, kutetea baadhi ya watu, basi hii ardhi ingeharibika. Kungekuwa na ufisadi mkubwa sana katika ardhi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa hulinda watu kupitia watu wengine au kupitia viumbe wengine au kupitia watu ambao kwamba ni waadilifu katika ulimwengu kama huu, kama vile kina Abi Habibu an-Najjar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nasr, suratul Yasin anasema, wajaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Huyu ni mtu ambaye kwamba
aliyetoka mwisho wa mji haraka haraka akiwafata watu wa mji huu, akenda kuwaonya, nawaambia ya qaumi tabi'ul mursalin, enyi watu wangu, enyi kaumu yangu, hebu wafateni hawa mitume. Hapo ni baada ya watu wamefanya jeuri kabisa, hawataki kuwaamini mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema tuliwatumia mitume, tuliwatumia wawili, fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Hawa mitume wakawa wanawaambia watu wa pale kwamba sisi ni mitume, lakini wanamwambia tunaona nyinyi ni wakorofi tu, hakuna cha utume wala cha nini. Sasa huyu bwana alitoka huko anakuja kuwatetea wale mitume wa Mwenyezi Mungu, anawaambia ya qaumi ittabi'ul mursalin, hebu wafateni hawa ni mitume wa kweli. Ikawa discussion ndefu, mwisho pia naye wakamuua bwana huyu, akaenda peponi kama Mwenyezi Mungu anavyosema katika suratul Yasin. Lakini si huyu peke yake, vile vile tukiingia katika suratul Qasas, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a, kulikuja mtu kutoka mwisho wa mji akiwa anakimbia na kuja haraka sana. Qala ya Musa innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtuluk, nawaambia Nabii Musa. Hapa Nabii Musa ni pale alimpiga yule Mkipti ngumi akawa ni mwenye kufa. Sasa ilipojulikana kwamba ni Musa, huyu bwana anakuja kumwelezea Musa, anamwambia innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtuluk, watu wamepanga, wale viongozi wote wameamua wanataka kukuua. Kwa hivyo fakhruj inni laka minan nasihin. Huyu bwana anamwambia Nabii Musa, ondoka haraka haraka, mimi nakunasihi. Nabii Musa hapa akaweza kutoroka katika mji kama ule. Lakini pia tukiingia katika sira ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunapata kuna Malik ambaye kwamba kiitwa An-Najashi, mfalme ambaye kwamba alikuwa kijulikana kama An-Najashi. Najashi ni jina la wafalme tuka pale Ethiopia, kwa saizi ni Ethiopia, lakini kwa wakati ule ilikuwa ni Abyssinia. Shaona huyu Asima ibn Malik alikuwa ni mfalme ambaye kwamba ni muadilifu, mpaka Rasul sallallahu alaihi wasallam akatuma baadhi ya maswahaba, hebu nendeni Habash, kule mtapata mfalme ambaye kwamba ni muadilifu. Mfalme huyu alikuwa ni Naswara, hajaslimu katika kipindi hicho, ni Kristo, lakini alikuwa na uadilifu, akawa ni mwenye kuwapokea maswahaba. Makureish walipokuja, akasikiza baina ya Makureish na maswahaba, akaona hawa maswahaba wako na nini, wako na ukweli ndani yake. Kwa hivyo akawatetea, akawapatia hifadhi, akawarudisha Makureish bila kuwapata. Walikuwa wamewafuata na shari, watawarudisha kule wakawatese. Lakini angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia, walaula Allah, kama si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, daf'u Allahi an-nasa ba'dhuhum bi ba'd lafasadatil ardi, kuwatetea watu kwa baadhi ya wengine, baadhi ya wenyewe kwa wengine, basi ardhi kama hii ingefanya nini? Ingekuwa imefasidika. Lakini kuna wanyama pia vile vile ambao kwamba wanyama hawa ni hatari, wanyama hawa wana madhara kwetu sisi wanadamu. Kwa hiyo inatakiwa vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam ameambiwa achukue hifadhi kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari za viumbe wote, basi na sisi pia tuchukue hifadhi kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari za wanyama kama hawa. Lakini pia vile vile wa min sharri al-amradhi, kuna maradhi ambayo kwamba ni mabaya, unaona, na pia vile vile Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba ameumba maradhi kama haya. Walkawarithi, pia vile vile kuna mambo ambayo kwamba ni ya kuchoma, mambo ya kuuma, mambo ya kuumiza pia vile vile. Shona yanataka sisi kuchukua hifadhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa kulli ma fihi adha au dharar, na kila ambacho kwamba kilicho na maudhi ndani yake au kila ambacho kwamba kinaleta madhara kwa mwanadamu, basi sisi tunatakiwa kumuomba Mwenyezi Mungu ulinzi kutokana na vitu kama hivi. Wa nas'alullah ismata, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupatie ulinzi, wal hifdha, na kutuhifadhi
min sharriha, kutokana na shari ya hivi vyote. Fa innahu huwa al-khaliq, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo muumba, wal qadiru ala kulli shay'in, na yeye Mwenyezi Mungu ndo muweza kwa kila kitu. Aya 3, wa min sharri ghasiqin idha waqab, nasema na shari ya usiku wa giza unapotanda. Qala Ibn Abbas, pia katika hii aya wanawazuoni wamekwenda kutofautiana, wamekwenda kukhtilafiana maana halisi ya ghasiqan idha waqab. Qala Ibn Abbas, anasema Ibn Abbas, huwa al-layl idha aqbala bidhulmatihi min hahuna wa min hahuna. Anasema Ibn Abbas, ghasiqan idha waqab ni usiku unapotanda na lile giza lake kutoka huku na kutoka pande hii ya kiashiria. Waqala Mujahid, anasema al-Imam Mujahid, huwa al-laylu idha dakhala, ni usiku unapoingia. Waqala al-Hasan wa Qatada, anasema al-Imam Hasan na Qatada, huwa al-qamaru idha aqbala, ni mwezi unapofanya nini? Unapochomoza, ni mwezi unapotokea. Waqala Zaid ibn Aslama, anasema Zaid ibn Aslama, huwa ghurubi shamsi, ni jua linapozama mashariki. Aya 4, wa min sharri nafathati fil uqad, naambia Mtume taka hifadhi, taka ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari za wale ambao kwamba wanaovuvia, wanaopuliza katika mafundo, wanaovuvia katika mafundo. Ai sawahir, as-sawahir allati, hawa ni wachawi ambao kwamba yanfuthna fil uqadi, wanaopuliza katika yale mafundo. Yani wachawi wana kaida yao, akiwa na uzi anaufunga hivi kisha anapuliza mtema kidogo mate kwa mbali akipuliza. Shaona sasa, wanawazuoni wanatuambia mufassirini ya kwamba hawa ni wachawi ambao kwamba wanapuliza katika mafundo kama haya. Wanafthu, na kule kupuliza, an-nafthu ni kupuliza kidogo kwa yale mate ya umbali, ma'a shay'in min ar-riq, kama qala Ibn Abbas, kama anavyosema Ibn Abbas, hunna an-nisa, anasema Ibn Abbas hawa ni wanawake. Waqala Mujahid, na al-Imam Mujahid anasema as-sawahir, hawa ni wachawi. Kwa hiyo maana ambayo kwamba tunapata hapa au makusudio ya aya hii ni kwamba hawa ni wale wachawi wa kike, wachawi wanawake wanapopuliza katika yale mafundo yao. Wa min sharri hasidin idha hasad, aya ya mwisho ya hii sura yetu, suratul Falaq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile anamwamrisha bwana Mtume aombe hifadhi min sharri hasidin, kutokana na shari za mahasidi, shari za hasidi, idha hasad, pale ambapo kwamba anapohusudu. Ai idha adhhara ma fi nafsihi, pale hasidi huwa anadhihirisha yale ambayo kwamba yaliyo katika nafsi yake, min albaghi, kutokana na maovu, kutokana na mabaya ambayo kwamba ameyaweka katika nafsi yake. Watamanni zawali ni'mati anil mahsudi, na pale hasidi anapotamani neema imuondokee yule ambaye kwamba ni mwenye kuhusudiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, je wanawahusudu watu kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia katika fadhila zake. Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake, wengine amewapatia fadhila kubwa, wengine amewapatia fadhila ndogo, wengine amewapatia Allah Subhanahu wa Ta'ala neema kubwa kama neema za mali. Wengine utapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachanganyishia neema zote kwa pamoja. Mtu ana mali, ana watoto, mtu ana afya njema, Mwenyezi Mungu amempa cheo, Mwenyezi Mungu amempa nguvu. Shaona, na wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapatia baadhi ya neema akawanyima neema zingine. Sasa hasidi ni pale anapoona neema kwa mja, anapoona neema kwa mtu kisha akatamani ile neema imuondokee mwenzake, ima imuondokee ije kwake yeye, au kama wanavyosema
hasidi hana sababu imuondokee yeye aikose na yule aikose. Ndio maana yake hasidi hana sababu, yani ile neema ili mradi imuondokee ndugu yake, basi yeye akae afurahie. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi, je, wanahusudu watu kwa zile fadla ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia fadla kama hizi. Waqad thabata fi sahihi an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, imethubutu katika hadithi sahihi ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, al-ainu haqqun, kijicho ni cha kweli kabisa. Kijicho ni cha kweli kabisa. Walau kana shay'un sabaqa al-qadar, kama kungekuwa na kitu ambacho kwamba kinaweza kutangulia qadar, kinaweza kubadilisha qadar, kinaweza kuondosha qadar, la sabaqatuhu al-ain, basi jicho lingetangulia qadar, kama anavyotuambia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha stughsiltum faghsilu, wa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mukiombwa kutawadha kwa ajili ya kumtibu mtu ambaye kwamba mumempiga kijicho, basi fanyeni hivyo. Na hii hadithi inatoka katika kisa cha mmoja katika maswahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiitwa Sahl ibn Hunayf. Huyu ni sahaba aljalil wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye kwamba aliwahi kuzongwa, aliwahi kupigwa kijicho. Al-Imam Malik amehadithia hadithi kama hii katika kitabu chake Al-Muwatta, katika kitabu Al-Ain, pia vile vile utaipata katika Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, katika juzu ya 3 katika safha ya 482 imeelezea masala haya al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Katika Sunan an-Nisa'i pia vile vile utaipata katika kitabi Amal al-Yawmi wal-Laylati, ameelezea kama haya al-Imam an-Nasa'i, na pia vile vile sahahahu al-Imam Albani rahimahullah. Hadithi kama hii ameisahihisha al-Imam Albani rahimahullah katika hadithi namba 2572. Asema, kana Sahlu ibn Hunayf radhiyallahu anhu min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Huyu Sahl ibn Hunayf alikuwa miongoni mwa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waqad waqa'at lahu hadithatun adhimatun, aliwahi kupatikana na ajali kubwa sana huyu Sahl ibn Hunayf. Tubayinu khatar al-ain, incident kama hii ilitokea kwa Sahl, inakwenda kutubainishia kwamba kijicho kiko, na inakwenda kutubainishia kwamba hasad inapatikana, wa haqiqataha fi al-Islam, na ipi hakika ya ain na hasad katika Uislamu. Kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawman ma'a ba'd ashabihi fi safari, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwahi kutoka na baadhi ya masahaba zake wakiwa katika safari. Wakana ma'ahum Sahl ibn Hunayf, na miongoni mwa hao masahaba bwana mtume alikuwa Sahl ibn Hunayf. Fanazalu inda ma'in, wakafika sehemu kuna maji, basi wakatulia pale, wakashuka katika vipando vyao wakatulia pale. Faghtasala Sahl ibn Hunayf, huyo sahaba Sahl ibn Hunayf akaenda kuoga katika yale maji, akaenda kuoga katika maji kama yale. Wakana rajulan abyad, alikuwa ni mtu ambaye kwamba ana ngozi nyeupe, mashallah, hasan aljildi, ana ngozi nzuri, yani mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amempatia fadhila ya uzuri, amempatia ngozi nzuri. Sahaba kama huyu amempatia rangi nzuri. Faraahu sahabiyu Amir ibn Rabi'a, mmoja katika masahaba bwana mtume akamuona Sahl alipokuwa akioga. Faqala, akawa mwenye kusema Amir anamwambia Sahl min ghairi qasdin adha, lakini katika maneno yake hakukusudia kumuudhi huyu, manake ndugu yake, sahaba mwenzake, Muislamu mwenzake,
hakukusudia kumuudhi katika maneno yake, lakini akawa mwenye kusema ma raaituka al-yawm, sijawahi kuona mtu akona ngozi nzuri kama hii, mtu ambaye kwamba akona rangi nzuri kama hii, wala jilda mukhabba'atin, wala sijaona ngozi nzuri kama hii ambayo kwamba uko nayo wewe Sahal. Shasikia huyu Amir ni sahaba, lakini amemsifu mwenzake. Shaona, fama in qala dhalika hatta saqata Sahl, aliposema tu vile basi yule Sahal akawa ni mwenye kudondoka na kuanguka min makani, pale mahali ambapo kwamba alikuwa amesimama moja kwa moja. Baada tu ya maneno haya akawa ni mwenye kudondoka na kuanguka. Washtadda bihi alwaja, akazidiwa zaidi na maradhi, joto likapanda, hatta ukhbira Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bidhalik, mpaka bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akafikishiwa habari, akaambiwa ya Rasulullah, sahaba wako Sahal amedondoka. Faqala Rasul sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume rehma na amani zimshukia, kwa mwenye kusema ala ma yaqtulu ahadukum akhahu, kwa nini mmoja wenu muue ndugu yake? Kwa nini mtu atake kumuua ndugu yake? Idha raa ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu, basi kuanzia leo au yoyote ambaye kwamba atakayekuona kwa ndugu yake kitu chochote ambacho kwamba kitakachomshangaza, kitu chochote kizuri ambacho kwamba kitakachomshangaza, faliyad'u lahu bilbaraka, anatakiwa kumwombea ndugu yake baraka. Mwenyezi Mungu akubarikie, wala una ngozi nzuri sana, Mwenyezi Mungu akubariki kwa ngozi kama ile. Waqala, na katika hadithi hii ndio bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al-ainu haqqun, kijicho ni cha kweli. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya ilaji, akamtibu swahaba wake kama huyu. Amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Amir ibn Rabi'a, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha Amir ibn Rabi'a an yatawadha, awe mwenye kutawadha. Faghasala, akawa ni mwenye kuosha. Ibn Kathir anataja masail kama haya, anasema faghasala wajhahu, akawa ni mwenye kuosha uso wake Amir, wa yadaihi ila al-mirfaqayn, akawa ni mwenye kuosha mikono yake mpaka katika fundo mbili hizi. Wa rukbatayhi, akawa ni mwenye kuosha magoti yake. Wa atrafa qadamaihi, akawa ni mwenye kuosha ncha za nyayo zake, ncha za miguu yake. Wa dakhilata izarihi, akachukua nguo yake, suruali yake aliyokuwa nayo au kanzu aliyokuwa nayo, akaitumbukiza katika yale maji ambayo kwamba ametawadhia. Thumma ukhidha ma'u wudhu'ihi, kisha yale maji aliyotawadhia Amir yakachukuliwa. Fasubba ala Sahl ibn Hunayf min khalfihi, yakawa ni kumwagiwa Sahl ibn Hunayf kwa upande wa mgongo, kwa upande wake wa nyuma. Fama in subba alayhi alma, yale maji haya kumwagiwa Sahl, hatta qama Sahl ka'an lam yakun bihi ba'sun, akawa ni mwenye kusimama mara hile Sahl kana kwamba hakukuwa na tatizo lolote. Wa shufia biidhnillah ta'ala, na hapa ndo Sahl akawa ni mwenye kupona kutokana na ain kama hili. Ndugu zangu, kijicho kiko na kijicho ni hatari, kisha ni hatari sana. Sasa kijicho na hasad, mambo mawili haya yanakwenda pamoja, ni mambo ambayo kwamba yamekaribiana, ila hasad huwa inatoka moyoni, baada ya moyo kumkereketa na kumchafuka yule ambaye kwamba ni hasidi, mpaka kuona kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekupa haukufaliwa kupewa. Anaona kile ambacho kwamba wewe uko nacho katika neema si haki wewe kukipata, ni bora yeye angekipata, au ni bora mngekosa nyote, wewe pia ukikose isiwe na chochote. Wewe ndo hasidi. Hii ni suratul Falaq. Tumejifunza katika sura hii ya kwamba tunatakiwa kuomba ulinzi, kuomba hifadhi kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya viumbe vyote, kutokana na shari ya usiku unapotanda. Usiku una mambo mengi sana ndani yake, kutokana
na shari za alfajiri na kuingia pia vile vile. Michana sisi twatoka tuelekea makazini, lakini shari ni nyingi sana. Basi mara zote tutakiwa sisi kuomba hifadhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumalizie suratul Ikhlas kwa haraka, kisha inshallah tufunge darasa letu. Katika sura hii, sura tukufu, sura adhim, ambayo kwamba aliyotusomea ndugu yetu hapa kabla ya kuanza tafsiri, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ayajizu ahadukum, anauliza bwana Mtume, je, mmoja wenu anashindwa ayaqra thuluth alquran fi lailatin, anashindwa kusoma thuluthi moja, a third of the Quran, anashindwa kuisoma thuluthi moja ya Qur'ani katika usiku peke yake? Qalu, sahaba wakasema, wa kaifa yaqra'u thuluth alquran, vipi mtu ataweza kusoma thuluthi moja ya Qur'ani? Hii Qur'ani ina juzu 30. Qur'ani ina juzu 30, sura 114. Vipi mtu ataweza kusoma thuluthi yake? Qala, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu, anawaambia, qul huwa Allahu ahad. Hii sura qul huwa Allahu ahad ta'dilu thuluth alquran, iko sawa, inalingana na thuluthi ya Qur'ani. Uzito wa sura hii ni thuluthi moja ya Qur'ani, yani Qur'ani ukigawanya mara 3, sasa kile kipande kimoja. Wanazuoni wanasemaje kuhusiana na ile hadithi kama hii imepokewa na Imam Muslim? Tuangalie kauli za wanazuoni kuhusiana na hilo. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, anasema al-Imam an-Nawawi, maana kauniha ta'dilu thuluth al-Qur'an, ina maana gani kusema inalingana na Qur'ani? Anna al-Qur'ana 3 aqsam, ni kwamba Qur'ani ina vigawanyo vitatu. Qur'ani imegawanyika mara 3. Tauhid, kigawanyo cha kwanza ni tauhid. Kigawanyo cha kwanza katika Qur'ani utapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi anazungumzia masaili ya aqida, masaili ya tauhid. Wa ahkam, kigawanyo cha pili ni ahkam. Mwenyezi Mungu anatuamrisha, anatukataza Mwenyezi Mungu. Hichi ni kigawanyo cha pili. Mathalan, utapata Mwenyezi Mungu anasema, hurrima alaykumul maytata, mumeharamishiwa kula nyama mfu, hamfai kula nyama mfu. Wadam, na damu pia vile ni haramu kwenu, hamfai kunywa damu. Walahma al-khinzir, hamfai kula nyama ya nguruwe. Shaona, hizi ni ahkam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa aqimus salata wa atuz zakata, simamisheni swala, toeni zaka. Hizi ni katika ahkam, maamrisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupatia ndani ya Qur'ani. Na hii ni thuluthi ya pili. Ya kwanza ni tauhid, ya pili ni ahkam wa qasasun, lakini thuluthi ya tatu utapata kuna visa ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu ameviweka ndani ya Qur'ani kuwa ibra kwetu sisi. Tuzingatie kutokana na visa kama hivi, tusome kutokana na visa kama hivi, wala si hadithi tu na porojo ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika Qur'ani. Wa suratul Ikhlas ishtamalat ala at-tauhid, na hii suratul Ikhlas anatuambia al-Imam an-Nawawi imekusanya tauhid ndani yake. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, al-Imam Ibn Kathir anasema, hadhihi sura hii suratul Ikhlas mushtamilatun ala tauhid Allah Ta'ala, imekusanya tauhid, imekusanya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa tanzihihi, na kumvua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anil waladi, kutokana na mtoto, kutokana na kuzaa, wa shariki, na inamvua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na ushirika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni Muumba, yeye ni Mungu peke yake, la sharika lahu. Kwa hivyo sura hii anatuambia Ibn Kathir inamvua Mwenyezi Mungu kutokana na ushirika wa aina yoyote. Wa hiya sifatu Rahman, na hiyo ndio sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Wa lihadha ta'dilu thuluth al-Qur'an, na kwa ajili hiyo basi sura hii inalingana, inasawazika
na thuluthi ya Qur'an. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, al-Imam al-Qurtubi anasema suratul Ikhlas aslu fi tauhid. Hii suratul Ikhlas ndio asli katika tauhid, ndio msingi katika tauhid. Wa nafyu shurakai wal andadi anillahi ta'ala, na sura kama hilo inakwenda kumtakasa na kumvua Mwenyezi Mungu, kumuondoshea washirika na kumuondolea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miungu mingine yoyote ambayo kwamba watu huenda wakaiabudu sio kuwa Mwenyezi Mungu. Wa hiya jami'atun limaani tauhid, na hii ndio sura ambayo kwamba ilikusanya maana ya tauhid. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, suratul Ikhlas, hii suratul Ikhlas tatadhammanu tauhid al-ma'rifati, ni sura ambayo kwamba imekusanya, ni sura ambayo kwamba inabeba tauhid al-ma'rifa wal ithbat, kadhalika tauhid al-ithbat, wa huwa aslu ad-din, na hiyo ndio asili ya dini. Walidhalika kanat ta'dilu thuluth al-Qur'an, na kwa ajili hiyo ikawa sura hii inalingana na thuluthi ya Qur'an. Qala al-Imam Baghawi, anasema al-Imam Baghawi rahimahullah, sumiyat suratul Ikhlas, sura hii iliitwa jina la suratul Ikhlas, imeitwa al-Ikhlas lianna man qara'aha muta'aqqidan, man qara'aha mu'taqidan ma fiha, kwa sababu yoyote ambaye kwamba atakayesoma sura hii akiitakidi yale ambayo kwamba yaliyomo ndani ya sura hii, aya zake, akhlasa tauhid lillahi ta'ala, mtu kama huyu huwa ametakasa tauhid, amemtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala upweke. Sura hii nazalat, iliteremka Makkah, na ni sura ambayo kwamba ina aya 4. Sababu ya kuteremsha sura hii, dhakara al-mufassirun, wametaja baadhi al-mufassirun kama vile al-Bayhaqi wa ibn Jarir, al-Imam ibn Jarir wal-Wahidi, wanasema annahu jaa al-mushrikuna, walikuja mushrikina, walikuja wale pagans pale Maka kwa Bwana Mtume Muhammad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, wakamwambia Bwana Mtume, ya Muhammad, Muhammad, sif lana ya rabbak, hebu tusifie Mola wako leo, tusifie Mungu wako, tutakutusifie. Mimma huwa, ametokana na nini Mungu wako? Ametengezwa kutokana na nini? Wao wamezoea miungu yao ya sanamu, wametengeza na mawe, wametengeza na mbao. Sasa leo anamwambia Bwana Mtume awasifie, awaeleze Mungu wake naye ametengezwa na kitu gani. Amin dhahabin huwa, je, ametengezwa na dhahabu? Amin fiddatin huwa, au ametengezwa na fedha? Amin lu'lu'in huwa, ama ametengezwa na lulu? Ametengezwa na kitu gani? Amin jahrin huwa, jawharin huwa. Sasa haya ni maswali ambayo kwamba wakauliza, lakini mufassirin wanasema, kuna baadhi ya wanazuoni wanasema inna al-yahuda saalu, Mayahudi ndio waliokuja kwa Bwana Mtume na kumuuliza, faqalu, wakamuuliza, unsub lana rabbaka, hebu tutajie nasaba ya Mola wako. Kama vile wao sasa wako na nasaba, mtoto wa fulani, mjukuu wa fulani, kitukuu cha mtu fulani, basi sasa wanamwambia Mtume awatajie nasaba ya Mola wake. Waqila, na baadhi ya wanazuoni wanasema, inna an-nasara qalu, hakika ya manaswara walisema, sif lana rabbak, hebu tutajie, tusifie Mola wako. Ahuwa walad am ghayru dhalika, je, ni mwana au ni kingine kisichokuwa huko? Faanzala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kateremsha sura kama hii ambayo kwa suratul Ikhlas. Sura hii imeteremka Makkah, narudia kwa mara ya pili, aya zake ni aya 4 katika sura kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya kwanza, qul huwa Allahu ahad, sema yeye Mwenyezi Mungu ni Mola mmoja. Ay wahidun ahadiyyu sifati, yani Mwenyezi Mungu ni mmoja, sifa yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja pekee yake. La nadhira lahu wala mathila, Mwenyezi Mungu hana wa kufananishwa
hana wa kutazamwa, ukamtazama ukasema huyu basi ndo. Hapana, Mwenyezi Mungu ni mmoja, wala shabiha wala adila. Mwenyezi Mungu halinganishwi wala hafananishwi na chochote. Aya ya pili, Allahu Samad. Mwenyezi Mungu anasema Allahu Samad, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja. Qala Ibn Abbas, anasema Imam Ibn Abbas, huwa sayyidul ladhi, Mwenyezi Mungu ndo bwana ambaye kwamba qad kamula fi suudadihi, yani Mwenyezi Mungu ndo bwana ambaye kwamba ule bwana wake umekamilika. Wa shariful ladhi qad kamula fi sharafihi, na ndo mtukufu ambaye kwamba umekamilika utukufu wake. Leo kuna watu tunawaita watukufu, kuna watu tunawaita mabwana, tunawaita maboss, lakini kunafika mahala ule boss wao unaondoka. Inafika mahala wao wenyewe wanaondoka, wanaacha ule boss, wanaondoka duniani ama wanaondoka katika mansibi yao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni bwana ambaye kwamba umekamilika ubwana wake. Mwenyezi Mungu ni sharif, ni mtukufu ambaye kwamba umekamilika utukufu wake. Wala azimu alladhi qad kamula fi azamatihi, Mwenyezi Mungu ni mkubwa ambaye kwamba umekamilika ukubwa wake. Wal halimu alladhi qad kamula fi hilmihi, na ni mpole ambaye kwamba upole wake umekamilika. Wal alim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye elimu, ni alim alladhi qad kamula fi ilmihi, elimu yake Mwenyezi Mungu imekamilika. Ya'lamu ma fi qulubi nnas ma fi suduri nnas, Mwenyezi Mungu yajua yaliyomo katika nyoyo za watu, yaliyojificha, ya siri na ya dhahiri. Mwenyezi Mungu yajua, elimu yake Mwenyezi Mungu imekamilika. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawali watu watatu wananong'onezana kwa siri, wanaambizana maneno kwa siri, ila Mwenyezi Mungu pale ni wanne, yajua kila kinachoendelea na kila wanachokizungumza. Nasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Mujadala. Baadhi ya wanazuoni wamesema huwa alladhi yusmadu ilayhi fil hawaij, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba anayetegemewa katika haja. Watu wanapokuwa na matatizo yao na haja zao, basi wakumtegemea ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au yurja'u ilayhi al-khalqu fi masailihim, au watu wanarejesha maombi yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema lam yalid wa lam yulad, Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Ay la yasihu an yakuna lahu alwalad, Mwenyezi Mungu haiswihi awe na mtoto, awe mwenye kuzaa. Hizi si katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala abun, au Mwenyezi Mungu anasibishwa na baba kama vile mimi na wewe, mwana wa fulani. La, hadha la yasihu, haiswihi jambo kama hili. Wala ummun, wala Mwenyezi Mungu hanasibishwa na mama, bal huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay'un, Mwenyezi Mungu ndo wa kwanza ambaye kwamba kabla yake hakukuwa na chochote, yeye ndo wa mwanzo. Wala akhiru alladhi laysa ba'dahu shay'un, na Mwenyezi Mungu ndo wa mwisho ambaye kwamba hakuna kitakachobakia baada yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alayha fani, vyote vitakavyokuwa katika ulimwengu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataviondosha. Watu wataondoka, viumbe vyote vitaondoka katika ulimwengu kama huu. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kitakachobakia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhil jalali wal ikram. Walam yakun lahu kufuwan ahad, katika aya ya mwisho Mwenyezi Mungu ya sura hii anatuambia walam yakun lahu kufuwan ahad, Mwenyezi Mungu hana chochote ambacho kwamba kinachofanana na yeye. Fikiria utakapofikiria, lakini mawazo yako siku moja yasikulete kumfananisha Mwenyezi Mungu na chochote ambacho kwamba umewahi kukiona na macho yako. Laysa kamithlihi shay, Mwenyezi Mungu si kama kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul alim, lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi. Mwenyezi Mungu ana mikono
katika Qur'an Mwenyezi Mungu ametutajia. Mwenyezi Mungu ana mikono, Mwenyezi Mungu anasikia, Mwenyezi Mungu yuwaona, lakini anavyoona Mwenyezi Mungu si kama unavyoona wewe na mimi, sio kama tunavyoona sisi viumbe, bali Mwenyezi Mungu pekee yake ndio ambaye kwamba mwenye kujua kuona kwake kuko vipi. Sisi yetu ni kuamini tu kwamba Mwenyezi Mungu yuatuona mahala popote. Ittaqillah haythu ma kunta, popote utakapokuwa mche Mwenyezi Mungu. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, fatiliza mambo mema, yatafuta yale maovu ambayo kwamba uliyofanya. Lakini katika ihsan, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea katika hadithi moja ndefu ambayo kwamba alijiliwa na Jibril, akamuuliza Uislamu ni kitu gani, imani ni kitu gani? Rasul akawa yuajibu, akamuuliza kuhusiana na kiyama. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il, mimi sijui zaidi, wewe unaniuliza wewe ukawa unajua zaidi yangu. Kamuuliza dalili za kiyama, Rasul akazitaja zile dalili za kiyama. Lakini katika hadithi hii Jibril alimuuliza mal ihsan, ihsan ni kitu gani? Rasul sallallahu alaihi wasallam akamjibu Jibril, anamwambia al-ihsan, ihsan an ta'budu Allah, ni wewe kumwabudu Mwenyezi Mungu, kaannaka tarahu, kana kwamba wewe wamuona Mwenyezi Mungu. Wamwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba wamuona Mwenyezi Mungu. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe huwezi kumuona Mwenyezi Mungu, na kwa hakika hakuna ambaye kwamba yaweza kumuona Mwenyezi Mungu, fa innahu yarak, basi Mwenyezi Mungu yuwakuona wewe. Jua ya kwamba Mwenyezi Mungu yuwakuona wewe. Mpaka kufikiria hapa tutakoma katika silsila yetu ya tafsiri katika sura kama hii. Mwenyezi Mungu akituwafikia katika wiki inayokuja, basi tutatafsiri suratul Masad ambayo kwamba ni tabbat yada abi lahab wa tabba. Kwa pale ambapo kwamba nilipopata, basi kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale huenda nimekosea ni kwa udhaifu wangu kama mwanadamu na ushawishi wa shetani. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla, atujalie miongoni mwa watu ambao kwamba wanasikiliza maneno wakisha wakayafuata yale yaliyo mazuri katika maneno kama haya. Kama kuna swali lolote, tutachukua maswali mawili kisha tutafunga darasa yetu. Naam, Sheikh Muhammad. Nina swali moja. Naam. Katika ile kisa umesema cha ule sahaba alimtizama mwenzake. Naam. Kwa hivyo yule ambaye alimtizama ndiye aliambiwa atawadhe. Naam. Sasa baada ya kutawadha ndio yale maji yakamwaga kwa mgongo wa yule mwenzake. Naam. Sasa kwa mathalan, kwa sahihi pengine huwezi jua mtu amekusudiwa na mwingine na hamjui yule jamaa. Ndio. Ile maji kisomewa pengine Qur'an, ama sasa mtu anaweza fanyaje? Ama pengine mwenye kutaka kumzingua, ndio itabidi yeye pengine angetawadhi au panguze, ama maji kisomewa Qur'an yule jamaa panguze kama inaweza kuwa sawa. Shukran, barakallahu fik. Na kila jambo kwamba lililopita pale mbele ilikuwa ni mafunzo kwetu sisi. Nafikiri juzi tumetafsiri suratul Nas tukasema Bwana Mtume aliwahi kurogwa. Yaani alikuwa ni mafunzo tu kwetu sisi ambao kwamba tunabaki na, ndio maana kama ni sababu ni neema kwetu, kwa sababu tuliteremshiwa kinga muawidhatain ziliteremka kwa sababu ya Bwana Mtume kufanywa sihir. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa manufaa yetu na kwa elimu pia vile vile kuelimishwa sisi ambao kwamba ni ummati Muhammad. Katika hadithi ya Sahal ibn Hunayf alipofanyiwa kijicho na Amir, matibabu yalikuwa ni kama msururu ambao kwamba tumeelezea. Aliamrishwa na Bwana Mtume, na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akatuambia ikiwa mtu ataombwa kutawadha kwa ajili ya kumtibu ndugu yake, basi afanye hivyo. Sawa. Mara nyingine kijicho waweza kujua, mtu akipigwa jicho waweza kujua. Mara nyingine mtu akihusudiwa waweza kujua ni nani ambaye kwamba amekuhusudu. Kivipi?
kama ilivyotokea kwa Sahal ibn Hunayf alipokuja Amir na kumsifu bila kumtaja Mwenyezi Mungu, bila kumwambia masha Allah, bila kumwombea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Shaona yaweza kutokea hata kwetu, kwa mmoja wetu, mtu akaja akawa ni kukusifu, shaona, au akastaajabishwa na neema fulani ambayo kwamba ulionao. Shaona baada ya kuondoka tu hivi, na kwanza kijicho kina haraka sana. Nasema Bwana Mtume Muhammad, kijicho chaweza kumtumbukiza ngamia katika chungu. Yani ameonekana tu ngamia, mtu akamsifu, anasema ngamia naye amenona, yuko sawa. Yule ngamia akifika anaambiwa leo ndio ilikuwa siku yako kuchinjwa, naingizwa katika nini? Katika chungu. Hiyo ndio kijicho. Kijicho kina nguvu. Kama alivyosema Bwana Mtume, al-ainu haq. Kwa hivyo ikitokea kwa mmoja wetu ameona, umejua ni nani ambaye kwamba amekupiga kijicho, basi kumuomba tu afanye kama alivyofanya nini? Alivyofanya Amir, kutawadha, kuosha vyombo vyake, kisha uwe ni mwenye kumwagiliwa maji kama yale. Lakini ikiwa hujui na pia vile vile huna uhakika, basi haitakiwi umfuate mtu mwambie bwana mimi nakushuku wewe za kumfuata mtu kumwambia wewe naona wewe kama umepiga kijicho, wewe na kuona eti kama tunavyosema, sio? Haitakiwi hivyo. Ikiwa hujui ni nani ambaye kwamba amekusudu, basi utazisoma hizi ayati, tusome muawidhatain, zile sura, kiongezea ikhlas na baadhi ya aya ambazo kwamba zinazungumzia masala ya ain na hasad ziko nyingi, na adhkar pia ziko ambazo kwamba Bwana Mtume ametufundisha. Tutakuwa mwenye kuzisoma tu kisha basi. Baadhi ya wanazuoni wametufundisha kutumia maji, waweza kutumia pia maji kayasomea, kisha ikawa tutajipangusa nayo, na Mwenyezi Mungu biidhnillah atakwenda kukuondolea inshallah. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuonyeshe haki ya kwamba ni haki, na tuwezeshe kuifuata haki, atuonyeshe batil kwamba ni batil, na tuwezeshe kuiepuka batil kama hii. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.